Ananyanyuka. Ananyanyuka huyo. Daktari! Jamani, kuna nini tena? Daktari njoo, Bi Kachala kanyanyuka. Kanyanyuka? Kaamka, Kalomonkombole kaamka. Kwani imekuwaje? Mimi nimeona tu ghafla ameamka, sijajua. Sijaongea naye chochote. Eti Bi Kachala mwalimu, unajisikiaje? Iyo. Wewe vipi kwani? Unajua nacheka nini daktari? Ndo nashangaa mwalimu, ni kitu gani kinakuchekesha sasa? Kalomonkombole, Bi Kachala, gwiji wa kuongea kama kafyatika memory card kwenye kishutu. Leo kawa na kigugumizi. Hebu basi kuwa na adabu. Sawa, wewe ni mtu mzima na wenzako wamekuamini kuja kukaa na mgonjwa hapa kwa sababu wanajua ni mtu mzima, una akili timamu, unajitambua. Sasa ni kitu gani kinachekesha hapa? Hapa tunachekesha hapa, tupo kwenye stand up comedy. Mwenzako anaumwa huyu, ameletwa hospitali hapa amezilai. Tunashukuru ameamka. Sasa hali yake ambayo yuko nayo sasa hivi isikufanye uone wewe kama ni maigizo haya. Haya sio maigizo. Huyu ni mgonjwa na hiki sio kigugumizi. Huu ni ububu kabisa kwa sababu kigugumizi angeweza kuongea hata maneno mawili matatu. Acha kucheka ujinga wewe mwalimu. Jikaze mjomba Nchuma. Kumradhi daktari, ni kikohozi tu. Ni kikohozi kinanisumbua. Unajua wewe ni fala, unataka nikutukane, si ndio? Unajua wewe ni mtu mzima and you are very stupid. Ni mjinga. Hivi kweli wana akili timamu kumwagiza mtu mwenda wazimu kama wewe kuja kukaa na mgonjwa? Hivi unaweza kukaa na mgonjwa kweli ukamvumilia? Yaani unacheka kweli afu unajifanya kikohozi. Kikohozi gani wakati unacheka? Hebu nakuomba utoke kwanza. Toka nje. Sasa daktari, huko unakokwenda ni kubaya. Huko tutagombana. Sasa mimi natokaje? Natokaje hapa wakati mimi ndo nimepewa majukumu na mkuu wa shule kuja kumsimamia mgonjwa? Alafu unaniambia nitoke vipi? Niende wapi? Mimi nitakaa hapa, wewe mpe matibabu, akae vizuri, akitengemaa, mimi nipo hapa hadi nipate ruhusa ya kutoka hapa udini, basi nitaondoka. Mimi hii ni amri nimepewa na mkuu wangu wa shule. Lazima nibaki na mgonjwa papa tu papa. Unataka nitoke, unataka kumfanya nini mgonjwa wewe? Aha, sawa, nimekuelewa. Sasa acha kucheka. Jitambue wewe ni mtu mzima. Usichekecheke ovyo ovyo. Kwani wewe unataka untaku? Eti nakuuliza mwalimu, unataka untaku? Kwa nini usijikaze? Huyu ni mgonjwa, unapocheka anajisikia vibaya. Hata mimi pia najisikia vibaya. Kwa nini unacheka ovyo ovyo mtoto wa kiume? Jikaze. Kama huwezi kujikaza kuto kucheka, ni heri utoke nje. Uvumilivu umenishinda. Wewe mwalimu, acha ujinga. Uvumilivu umenishinda. Acha ujinga mwalimu. Ni Bi Kachala bwana, alikuwa anaongea huyo. Anaongea kiasi kwamba unaona hadi ukuta unatetemeka. Ila sasa anabwabwaja. Mwalimu, hebu kuwa na heshima. Anabwabwaja huyo. Heshimu wewe. Mimi uvumilivu umenishinda. Ngoja nitoke. Daktari, ngoja nikuachie nafasi. Mtu mzima hovyo, hajitambui. Ni mtu mzima kabisa huyu, si mbaba kabisa huyu, miaka kati ya 40, 45 hadi 50. Halafu linacheka eti linamcheka mgonjwa. Wewe kabla hujafa hujaumbika. Mwenda wazimu wewe. Limeniuzi. Jamani, pole madamu, utakuwa sawa tu, wala usijali. Mungu ni mwema, utakuwa sawa tu, utapona, utaongea vizuri kama ulivyokuwa unaongea mwanzo. Sasa sijui utakuwa ni ugonjwa gani maskini. Sijui aphasia, maybe aphasia, communication disorder. Sasa imekujaje ghafla? Maana huyu alikuwa anaongea, alivyozimia tu kuamka ndo kigugumizi hiki, sijui ububu. Jamani, sijui nianzie wapi. Usijali mama wangu, usilalamike sana, utakuwa sawa tu.
Trust me, utakuwa sawa, utarudi katika hali yako ya kawaida na utaongea kama kawaida. Bakari Kiboga amerudi tena nyumbani kwangu. Nilikwambia mimi hapa panaitwa Mtakuja, na nilijua tu lazima utarejea tena. Karibu, lango liko wazi muda wote. Asante sana Zumbe, nimekaribia. Waswahili wanasema kwamba maskini hachoki kuota ndoto, na mie kweli sichoki kuota ndoto. Kila siku naota ndoto za utajiri. Naotaga kwamba nakojoa pembeni ghafla na unabunda la pesa. Nakata mkojo kidogo na okota bunda lile. Kabla sijalitia mfukoni tu tayari nishastuka usingizini. Nikitazama mashuka tayari ashaloa. Nimeloanisha mashuka. Halafu mfukoni hata 100 sina, hata senti 5, senti gwada sina. Sasa nimerudi tena ndugu yangu. Ni azime ile pesa. Bakari Kiboga, mara ngapi nakwambia mie sikopeshi pesa? Sikopeshi pesa mie, pesa natoa bure, na nishakupa masharti yake unayajua. Nipatie mke wako lau kwa siku moja tu, usiku mmoja tu, mimi nitasolve matatizo yako yote ya familia. Kila kitu kitakuwa sawa. Na nilivyokuwa mtu safi sasa. Sipendagi kupita njia za panya kuwafuata wake zenu. Hiyo ingekuwa tabia mbaya, lakini nawaambia kabisa, nawaomba tena kwa kuwatatulia shida zenu. Nipatie mke wako lau kwa usiku mmoja, mimi nitakusaidia, matatizo yako yote yatakwisha. Sasa kwani Zumbe, hizo pesa zako wewe ni za majini? La hasha. Hizo pesa zako wewe ni za marohani? La hasha. Hizo pesa zako wewe ni za kisheitani kiasi kwamba huwezi kumsaidia mtu mpaka ukamchukue mke wake. Sasa hiyo si tabia mbaya hiyo. Ushawahi kuona wapi? Mie pesa na kurejeshea. Nipatie 500,000, baada ya mwezi au miezi miwili nitakurejeshea pesa yako. Nitajua namna ya kupambana. Ni sovu hapa mwanangu atakosa kufanya mtihani hivyo. Bakari Kiboga, unakuelekea sasa tutagombana. Kwa sababu unataka kunifosi kufanya jambo ambalo mie si utaratibu wangu. Utaratibu wangu ndo huo mmekupa. Mie sijawahi kumkopesha mtu pesa anirejeshee baada siju ya siku 2-3. Sihitaji huo mfumo mie. Mfumo wangu ni mfumo dume. Kwa hiyo watu ambao nawapa pesa wanatakiwa kufanya mfumo jike. Kanipatie mke wako lau kwa siku moja, mie nitafanya kila kitu unachokitaka we. La hutaki, umeshindwa, kwenda zako. Kwanza sikuiti hapa, unakuja mwenyewe katika nyumba yangu. Ama kweli pesa na utajiri hupewa majitu wenye roho mbaya, makatili, mabwambwalu kupitiliza. Hata hajawahi pewa mtu ambaye ana roho nzuri kama mie Bakari Kiboga. Ingekuwa ni mimi nina pesa nyingi kama hivi za kifahari za kufanya hanasa na wake za watu, mbona ningempatia mtu tu kawaida kumsaidia akasolve matatizo yake? Lakini si katika Zumbe. Zumbe ni bwambwalu. Hadi nimpe mke wangu? Hilo swala haliwezekani. Haiwezekani hiyo Zumbe. Sasa unaenda wapi tena Bakari? Na kwenda zangu nyumbani. Kwa hiyo umeukataa katu msaada wangu? Msaada wa umalaya mie siutaki. Sitaki, bora ni masikini. Kama hutaki kusaidiwa, haya. Nenda kawasaidie wengine. Haya, utajua mwenyewe na shida zako bwana we. Haya. Najua utarudi tena we. Haya. Hadi utaingia mkenge. Hapa kazi nayo. Ana tabia za kichawi kabisa, temamate ovyo. Okay, anyway, mzee wangu, toka umekuja hapa wewe ni kucheka tu. Nimekukaribisha vizuri ukae kwenye kiti, lakini unacheka tu. Wala sijui ni kitu gani kinakuchekesha. Lakini anyway, nimekuita hapa kusudi kijana wako ana kesi nzito sana hapa shule. Amempiga mwalimu KO. Mwalimu akazilai na kupelekwa hospitali. Hadi sasa bado hatujapata taarifa zozote. Kwa hiyo nilimuomba kijana akakuite ili tuje tudiscuss hapa. Na tayari nishapata decisions. Ni kwamba taarifa zozote zitakazokuja kutoka hospitali kama ni mbaya kuhusu Bikachala, basi kijana atafukuzwa shule. Lakini kama taarifa zitakuwa ni za kawaida, basi kijana ataendelea na shule, tutampa adhabu tu ndogo za hapa ndani.
Kwa jinsi nilivyokuwa namuona akitetemeka, sidhani kama ataamka hali yake itakuwa nzuri. Sidhani kama yatakuja matokeo mazuri ya mimi kuendelea na shule. Sasa mwalimu, mimi sioni kama kuna discussion tena hapa. Kwa sababu umekuja kunipa tu maelezo kwamba matokeo yatakayokuja kutoka hospitali ndio yataamua aidha kijana wangu abaki shule ama aondoke nyumbani. Nadhani hapa hakuna namna nyingine, ni kusubiri tu hayo matokeo ya huko hospitali. Si ndio mwalimu? Yeah, ndio hivyo. Ndio hivyo mzazi. Tusubiri tu matokeo ya hospitali, basi ndio yataamua. Na nilimtuma mwalimu mmoja aende akasimamie na ataleta majibu haraka. Nadhani ndio huyo. Nani? Mwalimu hapa. Oh, mwalimu, ingia, karibu, ingia ndani, ingia. Tulikuwa tunakusubiri sana mwalimu, ili tupate taarifa kutoka hospitali. Nipe ripoti. Ripoti ni mbaya zaidi. Ripoti ni nzuri ila ni mbaya zaidi mkuu. Yaani ni kwamba Bi Kachala kanyanyuka kutoka kwenye usingizi mnono aliokuwa nao, lakini sasa Bi Kachala haongei tena. Amekuwa bubu.